jitahidi kumnyonyesha vizuri, mtoto ashibe na maziwa yaishi. Yale anayebaki na peke yake anakuja kusababisha saratani, ndio tuliambiwa na wataalamu wa afya. Batunda, nakuomba kidogo hapa tujadili kidogo. Batunda, unamsaidia mama Tunda Nilikuwa namsaidia mchana. Sawa kabisa. Ni kweli unatakiwa kumsaidia mama kwa sababu anatakiwa apate muda wa kupumzika ili aweze kumnyonyesha mtoto vizuri. Maana asipopumzika, usipompunguzia majukumu kama haya unapomsaidia kupika, wakati mwingine akiwa mara apike, mara aoshe vyombo, mara akafue, anachoka. Kwa hiyo mtoto hatanyonya vizuri na kwa wakati. Na msisitize mama alionyeshe mtoto kila wakati na asimpe kitu chochote mpaka afikishe miezi 6. Na pia nakushauri wakati wa kwenda kliniki msindikize mama, kule wanatoa ushauri. Uwe unamsindikiza kliniki. Umesikia? Kliniki inayofuata lazima tuende wote. Sawa, jirani kasema tutaenda wote. Kule wanatoa ushauri, utaangalia ukuaji wa mtoto, uzito unaongezeka vizuri, afya yake iko vizuri, chanjo zote amepata, hata elimu ambayo mnapewa pale utakuwa unamkumbusha mama. Je, mama tuliambiwa tufanye hivi, wewe umefanya? Kama hivi alipokuja hapa amechukua tu mtoto akaanza kumnyonyesha, hajanawa mikono. Kule wanafundisha elimu ya usafi pia na umuhimu wa maziwa ya mama. Kwa hiyo ukimsindikiza utakuwa unamkumbusha vitu vingine ambavyo atakuwa amefanyaje, amesahau. Umesikia? Jirani nampenda mke wako wewe. Safi sana. Uendelee hivyo hivyo. Tunashukuru jirani. Basi kliniki inayofuata tutaenda wote. Haya jamani, nashukuru. Mimi naendelea na